Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu bomba kabisa na wa chaneli yetu ya Kokoriko TZ. Na kukaribisha tena kwenye somo la jinsi ya kuwalea kuku. Kuku wako wa kienyeji ili wawe kuku bora wa mbegu. Ndio, kuna tofauti kati ya kufuga kuku wa kienyeji ili awe kuku wa nyama au awe kuku wa mbegu. Sisi tunafuga kuku wa mbegu ambao ndo hao tunawauza. Kwa nini basi tunafuga kuku wa kienyeji kwa ajili ya mbegu? Cha kwanza, hawapati magonjwa kirahisi. Hivyo unapowafuga unaenjoy mazao yao kwa muda mrefu. Pili, tumewachuja kutoka kwenye uzao bora. Hivyo unapata ukuaji mzuri na mayai mengi. Na ya mwisho, kuku wa kienyeji wa mbegu hawana gharama katika kuwafuga. Pata mafunzo ya ufugaji wa kuku wa kienyeji nyumba kwa nyumba kwenye shamba lako. Unaweza kumpigia Mwalimu Jose akakufuata. Namba ni hizo hapo. Sisi hapa shambani kwetu tuna mfumo wa kufuga kuku wa mbegu. Hivyo ungana na kaka Chande kwa maelekezo zaidi. Asante sana dada Diana. Bwana, safari yetu ya ufugaji huwa inaanza hapo. Baada ya kuwatoa vifaranga kwa mama zao, baada tu ya kuwatotoa. Hatuvukishi siku, yani ni saa ile wanapotutolea, usivuke masaa 12. Hivyo tunawatoa wakiwa wadogo kabisa, tunawakusanya wote kutoka huku wengi ambao wametotoa. Tukiwaweka hapo katika brooder. Hiyo brooder bwana ndipo ina joto, ina taa, lakini wana chakula, lakini pia tumezingatia vile vigezo tunavyowaambia kila siku, kuweka nyavu hapo chini ili wakijisaidia kinyesi kiende chini. Hao unaowaona hapo wameshafikisha wiki 2. Hivyo tumeamua kwa introduce kwa chakula cha nje kwa kuhama kwenye starter. Starter ndio chakula cha kwanza kabisa tunachowapa, lakini pia maji yao tunachanganya na yale majani ambayo tunaongea kila mara, ambayo sio mingine bali ni mpapai, majani ya mwembe, mpera na aloe vera, ambayo huwa tunachanganya kwenye maji yao tangu siku ya kwanza. Kwa njia hiyo basi tumeepuka antibiotics, lakini pia chanjo zote ambazo kuku hawa ilibidi wachanjwe. Huwa hatuchanji kabisa, tunazingatia mazingira ya usafi na hizo antibiotics za kienyeji ambazo huwa tunawapa kila mara. Kama nilivyosema hapo, tunawazoesha vyakula vya nje. Utaona hapo kuna kifuu cha nazi, lakini pia kuna tikiti. Wanaenjoy kabisa. Lakini tukishamaliza hapo wanaenda kwenye stage nyingine. Kwa hiyo hapo wanaishi kwa siku 1 mpaka mwezi 1. Wakitoka hapo kwa kuwa tunataka wawe kuku wa mbegu, tunawapeleka nje. Nitakuonyesha hapa banda la nje ambalo tunawapokea kuku wa mwezi 1 wanaoenda kutafuta mwezi wa 2. Hii ndio sehemu ya pili ambayo tunaweka kuku wetu. Hapa tunapaita climatizer. Eneo hili ni eneo la kwanza kabisa kuku wana experience mazingira ya nje. Tayari kumbuka wana mwezi 1 na wanatafuta mwezi wa 2. Hapa ndipo wametoka kwenye kile kipindi cha kunyonyoka manyoya, molting. Molting inakuwa lazima kwa kuku hawa wadogo. Kipindi hichi ndicho wanapata manyoya ya ukubwa. Kwa hiyo wanakuwa hawana manyoya mazuri. Kama huyo unayemuona hapo mweusi. Kwa hiyo eneo hili huwa tunawawekea hapa chini, wana experience mchanga kabisa, lakini pia hewa ya kutosha. Na hapo kama unaona bakuli hilo hakuna starter tena. Hapo ni chakula cha kawaida kabisa. Maji yetu ni yale pale kwenye kibakuli kile. Tumefanya hivyo kwa makusudi kabisa. Lengo ni kuwapitisha kuku hawa wadogo kwa ajili ya mbegu kwenye mazingira magumu ambayo wataenda kukutana nayo huko nje. Hapo kuna jua linapita, wanapata vitamin D, kuna hewa, upepo, baadhi ya matone ya mvua yanawagusa, lakini pia vimelea vya wazi vilivyopo kwenye maji, kwenye ardhi na kwenye hewa. Tumefanya makusudi viwapate ili watengeneze kinga ile ya kiasili. Kinga ya kiasili haipatikani kwa kuku wako kumfungia, inapatikana kwa kuku kumweka kwenye magonjwa, kumintroduce kwenye magonjwa, yeye mwenyewe atengeneze kinga yake ya kiasili ambayo utamsaidia kwa kumwekea tibalishe za majani kama nilivyokuambia, aloe vera, majani ya mpapai, majani ya mwembe, majani ya mpela. Ile concoction, yani mchanganyiko ule, unamfanya ana uwezo wa kupambana na magonjwa. Mwili wake unatengeneza kinga ambazo zitakumbuka magonjwa yote kirahisi na kupambana nazo. Tunakubali kuwa katika mchujo huu
kuku wachache udhaifu watafariki, lakini tunataja kuwa ni asilimia ndogo 10 tu ya kuku dhaifu ambao walivuka stage ya kwanza, hapa ndo pengine watakufa. Vifo havizidi vile vya kawaida kwa sababu tangu siku ya kwanza tumewapatia tibalishe ya kuwatengenezea kinga ya kupambana na mazingira haya. Hivi ndivyo tunatengeneza kuku wa kienyeji wa mbegu. Ndio maana tunaposema kagarama kidogo kwenye kuuza, kwa sababu hapa tunapitisha kwenye mchujo mkali unaowaua kuku baadhi. Kuku wale ambao wanafuga kuku wa kienyeji kwa ajili ya nyama tu ni hawapitishi hapa, huwa wanafuga katika mazingira mazuri ili wakikua wawauze. Sasa kwa bahati mbaya wewe mpenzi mtazamaji, ukinunua kuku yule ambaye amefugwa kilele mama ukamweka kwa ajili ya mbegu, watakufa tu kwenye banda lako. Sasa cheki kama hapo, kuku hawa wadogo bado huwa wanalala kwa mazingira ya kukumbatiana. Kwa hiyo tunatengeneza kidude kama hiko ndani ya banda ili wajibane pale, wakumbatiane hapo ili walale na kupeana joto wenyewe kwenye mazingira ya baridi. Na kama unavyoona kinyesi kinashuka chini kwa sababu hata sehemu ya kulalia pia kuna kanyavu. Na baada ya banda lile tunalo jingine hili hapa, climatizer ya pili. Kama unavyoona kuku amechangamka kidogo sana, alafu hawa ni wakubwa kuliko wale wa kule. Hawa wana miezi miwili, wanatarajia kutoka nje. Kama ukiangalia tumeweka hapo karibu kabisa, wanatazama mazingira ya nje, wanayaona, wana interact na wale kuku wakubwa, wanaonana, hivyo inapunguza ugeni. Lakini pia huku nyuma, sio ndani kama kile, huku kwa nyuma tumewekea iko kisehemu ambacho huwa wanaingia kulala hapo. Kama kawaida chini kuna nyavu ili wasikanyage kinyesi. Kote huko nasema wasikanyage kinyesi, nina maana usije kumweka kuku wako kalala chini akakanyage kinyesi chake. Utawaua tu, watakufa na magonjwa yatakuwa mengi. Kwa hiyo huwa wanalala hapo. Lakini hawa bwana kuku hawa wamekuwa watofauti kidogo wakifikisha miezi wa pili. Sauti yao ya kulia inakuwa tofauti. Lakini pia wameanza kutaka kulalia sehemu za juu. Huwa hawapendi sana kulala hapo. Wachache sana ndio wanalala hapo. Wana manyoya ya kutosha, hivyo wana joto lao. Lakini kipindi cha mvua nafunika na hapo ili wasipate joto. Unaweza ka design unavyotaka. Kwa hiyo hawa wana manyoya, wameshapitia ile molting. Manyoya utu uzima wanayo kuanzia kwenye mabawa mpaka kichwani. Wameshaanza kuonekana aina kwamba huyu ni wa kike, huyu ni wa kiume. Na ndani yake sasa utakuja kugundua wengine wanakuwa haraka, wengine wanakuwa kidogo, lakini kundi hili bwana linajiandaa kutoka nje. Na utawaona tu wana uwezo wa kuruka vizuri kabisa. Umeona kama wao anaruka mpaka hapo. Kundi hili ndilo ambalo linatakiwa kwenda nje. Ni kuonyeshe tu huwa tunawalisha hivyo kawaida, na wana ardhi pale chini, wanapigwa na jua vizuri, wanajianika, wanalala vizuri. Kwa hiyo ndio kundi ambalo nakwambia la miezi miwili hilo. Excuse me, kidole changu kinaonekana hapo kwa sababu ya kamera na jishuti mwenyewe, lakini hao ndio kuku ambao tunazungumza. Huyu mmoja alidonyolewa kichwani, ana pecking ile effect ya pecking imemkuta kutoka kwa kubwa. Hao mara kadhaa jioni huwa na waruhusu wanatoka nje, wanachanganyika na wale kuku wakubwa wazoee. Taratibu watajikuta wanaelewa kundi lao na nafasi yao, japo watadonyolewa lakini watajua jinsi ya kuinteract na kuku wakubwa. Wataanza kuzoea na ukoko litawaacha. Kama huyo unamuona hapo ni mkubwa sasa, kana miezi miwili hako. Kwa hiyo huyu kapitia vile vyote, kaanza ndani, kapita banda la kwanza, kapita hapo. Kuku aina hii kuumwa, yani utachoka wewe. Hata umwa, maana yake sasa akianza kutaga au akiwa jogoo utaama naye kokoto unapotaka. Yani yeye ni kutaga na kuendelea kwa sababu magonjwa yote kayavumilia. Ndio maana sisi basi hatuwapi kuku wetu chanjo kabisa. Kwa sababu tunawalea kienyeji kwa ajili ya mbegu bora zijazo. Ukiwapa chanjo kuku kama hawa sasa hivi ni kuwaua, kwa sababu ndani yake tayari wanavimelea vyote vile na wamevishinda. Hivyo chanjo zetu ambazo kama ulikuwa ufahamu, chanjo ni virusi vilivyodhoofishwa. Anachomwa kuku ili atengeneze kinga kwa shambulia. Sasa unavomwekea huyu unaviamsha na vile ambavyo yeye kasha vidhoofisha naturally vitamwataki na kumuua. Ndio maana tunasema hatuwawekei chanjo kabisa. Sasa bwana,
Kinachotokea ni kwamba hawa kuku suntu watakuwa wamezoea mazingira nje, wamejifunza vyakula vyote kama kuku wakubwa. Nitakuwekea video hapo wakiwa nje. Watakuwa wamezoea kila kitu. Wamejua nafasi yao kwenye jamii ya kuku. Hivyo wanafahamu vizuri mazingira. Na hawatataka kulala kwa kukumbatiana. Watataka kulala kwenye vimiti. Basi ndipo hapo tunapowatoa. Kwa hiyo hawa wanatoka wakiwa na miezi 2, wanaenda kutafuta miezi ya 3. Kwa hiyo kuanzia mwezi wa 3 hakuna banda tena. Nikutoe hofu, banda wanachanganyika na kuku wakubwa. Wao ni kuondoka tu, wao ni kupiga mbiu tu, yani kuondoka, kwa sababu watakuwa wanaanza kuwa kwa kasi. Kwa mwezi wa 2 mpaka wa 3 kuku anakuwa stagnant, anakuwa kama hakui hivi, kwa sababu ukuaji wote unakuwa umeenda kwenye kuboresha kizazi. Kwa hiyo usishangae, ndio maana kuku watu tukiwatoa akienda nje, unaanzia mwezi wa 4 pale wanaanza kukua kwa kasi mpaka wafikie mwezi 8, 7 waanze kutaga. Kuku wakifika mwezi wa 3 basi wanachanganyika na kuku wakubwa. Na hili ndio banda la kuku wakubwa, ambapo hapo ni asubuhi, sijawafungulia bado, maana yake huwa wote wanakaa pamoja, wanacheza pamoja, wanalala pamoja. Na kama unavyoona hawa hapo wana miezi 3. Tayari wanajiamini, wanaishi na kuku wakubwa bila ugomvi wowote, wameishazoeana, wameishakaribishwa kwenye jamii yao na wanaishi pamoja. Hapo kuna wa miezi 3, kuna wa miezi 4, kuna wakubwa kabisa wa mwaka mmoja. Miezi yote tunachanganya, tunaweka hapo. Hapo kama unavyoona jogoo ni moja tu, tumeliweka hilo kama mlinzi na ili kuepusha ugomvi majogoo akiwa mengi. Nitakuonyesha baadaye majogoo nimewafungia wapi. Lakini hawa hapo wote wamechanganyika pamoja hapo. Hili ndio banda kwa ajili ya majogoo. Tumewauza wengine, lakini wengine tunaendelea kuwaweka hapo. Na hapo tuna select jogoo la kupanda. Kwa hiyo tunachukua moja, tunaweza kulifungia jingine kuepusha ugomvi, lakini pia tunaangalia mazingira yao ya kukaa. Kwa hiyo banda hili ni jingine kabisa kwa ajili ya majogoo ya mbegu. Majogoo ya mbegu ni kuku special sana na ni adimu. Kwa hiyo hapo tuna select, tunaangalia viwango, urefu, umri, na ndio tunaruhusu apandishwe kuku wetu. Lakini ukiwaacha majogoo wachanganyike na wale, wanaweza wakawapanda wakaribu kizazi. Kwa hiyo jogoo la mbegu ni muhimu sana kwenye kulea kwa mbegu. Kuku ambaye anatoka kwetu lazima awe amepandwa na jogoo ambaye tunamuona kabisa ana sifa tunazozitaka. Kwa hiyo jogoo mbegu ni key katika malezi. Kama unavyoangalia au majogoo tumewabania nafasi ya kulala kwenye miti kwa sababu ya banda, hivyo huwa wanalala pale ndani. Na hapo vile vile chini huwa kwenye banda hilo kuna nyavu, hawalali nyesi chao. Maana yake sasa kauli yangu hiyo inathibitisha kwa kuku wetu tagundua ni wasafi wakati wa kipindi cha mvua, lakini bado ni wasafi. Ukija kuangalia hapo kuna hivyo miti, huwa ndo wanalala hapo usiku wa kuku wa banda hili jingine. Kwa hiyo jogoo zetu au kuku wetu ni wasafi, hawalali chini kabisa, hawana mafua, hawana coccidiosis, lakini hata kama wanayo watapona tu, hata kama wanaarisha kutokana na chakula chetu tunavyojiamini, kwa sababu ni wa mbegu, analisha siku moja kesho kajiponea mwenyewe. Hivyo ndio tunavyoenda. Kuku wetu wapo hivyo. Hapo ndo natoa kuku wa mbegu. Karibuni sana Kokoriko TV, mjifunze na nyinyi muwe na kuku wenu wa mbegu. Mtazamaji, mpaka hapo natumai utakuwa umejifunza namna na njia rahisi ya kufuga kuku wa mbegu. Langu jina Diana Mvungi, mpaka wakati mwingine endelea kubaki nasi Kokoriko TZ. Pata mafunzo ya ufugaji wa kuku wa kienyeji nyumba kwa nyumba kwenye shamba lako. Unaweza kumpigia Mwalimu Jose akakufuata. Namba ni hizo hapo.